Aha. Oro waku. Wakwa ni mwega muno makiria na turaigwa kuguthukite muno gutire na thivita gutire na itada ni jihoru. Maundu maikara. Mambo ni mabaya. Unakuta ya kwamba sasa hospitali zimejaa upande wa ICU na HDU. Shida iliyopo ni kwamba sasa hii ugonjwa ya hii third wave ya COVID watu wanahitaji oxygen. Unajua zamani ulikuwa unaambiwa uko symptomatic, unauma kidogo, mild. Sasa unakuta mtu anatoka kuwa mild, quickly anataka oxygen. Na hiyo ndio shida iliyopo kwa sababu you cannot have enough oxygen for everyone. Okay. Akoguo nawe ni ukoretwo wina thina ucio na ni ati ureka ta governor wa Machakos gutigirira aikari amwe ucio ni mateithika. Come again? Nauliza wewe kama governor umejikakamua kivipi kuhakikisha kwamba watu wa kaunti yako wamesaidika hata kama hakuna oxygen? Wewe unafanya vipi kuhakikisha kwamba wamesaidika? Tuna oxygen plant. Mimi nilipoingia governor tumejengeleza oxygen plant yetu, lakini unajua haiwezi produce enough oxygen ya kila mtu at the same time. Sasa tume also organized kununua ile mitungi ingine ya oxygen kuongezea. Kawaida oxygen is not needed in our country. Wacha ni explain something small Okay. Unajua nimeona watu wakiuliza Uhuru don't lock down nini. People hawaelewi the big picture. Wacha niwaambie ukweli sasa. Shida tulio nayo ni kwamba nchi yetu ya Kenya inakuanga na production ya oxygen. Oxygen inatumiwa na various industries na inatumiwa na hospitali. Kawaida tunakuanga na enough oxygen na 1 or 2 weeks supply in surplus. Sasa wakati huu kwa sababu ya COVID tumeona oxygen ikitumika sana. Mahali imefikia sasa tuko na 2 to 3 days supply ya oxygen. COVID ikiendelea kupanda kwa sababu watu wanahitaji oxygen, in about 2 weeks inamaanisha Kenya will run out of oxygen. Inamaanisha kwamba utakuwa unaenda hospitali and you will be drowning in front of doctors and nurses without oxygen na unakufa mbele yao kwa sababu of lack of oxygen. So it is very important at this time to reduce infection rate ndio tusikue na upungufu wa oxygen. Na we saw that problem ilifanyika Italy, imefanyika Brazil, ilifanyika New York City. So it is a real problem na ikifikia hapo Kenya tutakuwa pabaya sana. Kwa hivyo lockdown ni kitu ya maana sana. It is a matter of life and death. Aya, thank you muno governor. Rigi tutana kinya kwa lockdown wega tondu he maundu tugukorwo tugikimurika. Rigi uhoro wigie itada cia maybe ICU kana kuri arwaru aria mena COVID. Maundu macio ukinyitie hata governor tondu ni wiriga kuga ati ni kuihuritwo andu aria mararwara eru maratwarwo ku. I think I'm not hearing you properly. I think we can tell Mushai to put the he knows what he needs to put near the speaker because I'm hearing a lot of him talking. I'm not hearing you. Okay. Ile kitu inatokea ni kwamba tulijenga ICU. Unajua kawaida you don't need a lot of ICU beds. Wakati wa kawaida unahitaji maybe 3 ama 5 ICU beds in a place like Machakos. Sababu ICU is the last place you go to. Mimi nilipoingia Machakos kulikuwa na 0 ICU beds. Kwa sababu ya kuwa na hiyo 0 ICU beds nikajenga 6. Now after that 6 kujengwa nikaendelea kujenga zingine, nikajenga HDU, nikajenga hospitali zangu zikaendelea vizuri. Wakati COVID ilipokuja nikaanza kujenga more. Sasa niko na 12 permanent ones, nimejenga zingine 7 ambazo ziko tayari. Kuna zingine 8 niko na ventilators, tunajaribu kumaliza kujenga building, niko na HDU. Kwa hivyo tumekuwa from 0 to about 42 points where we kama high treatment area na pia ICU where we can take care of our people. Kwa hivyo sisi tumejaribu, lakini tusikue kama nchi zingine. Unaweza jaribu lakini unakuta ya kwamba ndio uko na kitanda ya ICU, lakini je uko na daktari wa ICU? Je uko na nurse wa ICU? Kwa sababu kwa mfano kuna pipe zingine zinaingizwa watu wakiwa ICU na inaingizwa na anesthetist, na hizo zinatakikana zinaingizwa na daktari anesthetist. Kenya yetu yote out of 50 million people wale trained kufanya hivyo ni watu 70 peke yake, 70 people. Na hawa watu 70
wengine wako private hospital, wako national hospitals, hawawezi kuzunguka all the ICUs. Kwa hivyo it is not a matter of many ICUs, ni issue ya kwamba tupunguze wale watu wanafika ICU kwa kupunguza infection rate. Haya, thank you muno Governor. Twina gwese ni urajigwa wega riu. Wega muno we. Thank you. Twina ihinda ria makiria ma mwaka omwe twina COVID-19. Andu kana Kenya no magerie kuria kai mutare haririirie wa kuigana kuhurana kana kungethanira na COVID-19. No, tumefanya kazi na unajua hapo Mwanza kulikuta county zingine ambazo hazikuwa hata na vitanda isolation. Wengine wamejipanga kuliko wengine. Mimi nilijenga hata nikapindua stadium yangu ya mpira ikakuwa ni hospitali. Na hapo tunapeana oxygen na inakuwa isolation. Nikaongeza vitanda zikafika 575. Kwa hivyo kila county imejipanga vile inaweza jipanga kulingana na emphasis ya governor wake na pengine ile pesa wanapata. Kwa hivyo tumejipanga, lakini hii ni ugonjwa ambao imetokea dharura ambayo hata tukijipanga namna gani bado itaogoa. Acha nikwambie my friend. Unajua kule Los Angeles in the United States of America, mahali Obama ametoka, nyumba ya Biden, the richest country in the world, it got to a place whereby wakati ambulance ilikuwa inakuja kukuchukua nyumbani, walikuwa na kuangalia, wanaona huyu atapita ama hatapita. Wakifikiri hautapita wanakuacha, wanachagua yule anakaa moja, ana higher chances of survival. That is what COVID is doing. So si ati hatuja prepare, ni kitu ambayo inaitwa overwhelming, inakuwa too much too quickly. Thank you Governor. Kuri andu marakiuga uhoro wigie lockdown ino ni gukorwo kimahatika na njira nene muno makiria. Aingĩ nĩ magũkorwo makiura magĩte mawĩra mao. We wĩta Governor kwĩna mĩtaratara ũrakorirwo ũkĩrugũria ira. Tegeria gũtũtarĩria ũrĩa ũratangĩkĩra aikari akaunti yako. Mimi nimeangalia nikasema, unajua shida ya Kenya ni kwamba ni nchi ya matajiri wachache na maskini wengi. Na hiyo ndio shida yetu. Mtoto unazaliwa maskini, you are dreaming to be rich, lakini your dreams never come true. Kwa sababu tumekuwa na system ambayo ina reward a few people. Mimi namshukuru President Uhuru Kenyatta. Yeye alifanya mikakati aliyofanya. Uchumi wakati ulikuwa mbaya, wakati COVID ilikuwa imesonga, tukapoteza pesa nyingi na akajaribu. Sasa hii forced lockdown imekuja tena. Sio lazima tukue kila kitu tunangojea Uhuru Kenyatta afanye. Mimi nikajiuliza kama kiongozi wa nchi hii ambaye nina roho ya kumjali mwananchi, nitafanya nini? Nikazunguka, nikaita business community. Nikawaambia ni jambo gani naweza fanya ambayo nyinyi muweze kupata relief, ndio hiyo relief ifikie mwananchi wa chini. Nikaita watu wangu, nikaangalia hizi kodi tunalipisha, ni gani tunaweza ondoa kwa wakati huu ndio mwananchi aweze kunufaika. Na ndio hapo ukasikia jana nikatangaza, nikasema ya kwamba kwanza for example interest rate na penalties za watu wajelipa land rates tutoe, ndio ukuje ulipe land rate bila hizo penalties. Nikasema watu wa mama mboga wanauza mboga soko zetu zote za Machakos haulipi hata ndururu, hiyo kodi tukatoa. Boda boda uzunguke, hiyo kodi tukatoa. Maruti tuktuk, hiyo kodi tukaotoa kwa muda. Hata shule, unakuta shule zetu zimefungwa, private schools zimefungwa na hizo zinawaandika watu, hizo pia tukawaondelea. Unaona, tukaweka 50%. Kwa hivyo nimefanya mikakati ambao nyingi inawaguza watu. Lakini lingine pia niliongea na supermarkets. Kuna supermarket moja inaitwa Mulais hapo Machakos ambayo tumeweza kuongea nao, wamereduce bei ya bidhaa zao. Na mimi nataka supermarkets zingine mpunguze bei ya bidhaa zenyu, ndio ukienda hapo na shilingi 1000 baada ya kutumia ulikuwa unatumia 1000 utumie 800 ama 700, ndio ubakia na 300 ya kununua kitu kingine. Mimi pia nikauliza landlords wa Machakos. Watu wamekatwa kazi. Wacha kufukuza watu kwa nyumba. Hata nauliza landlords wote Kenya, punguza rent kidogo, hata punguza na 1000 ama 2000 ama just 10%. Punguza kitu ndio uweze kumsaidia yule jamaa wetu amefutwa kazi, uchumi umeenda mbaya, pesa imekatwa katikati. Na hata mshahara ikichelewa, rent ikichelewa, elewa. Na naelewa ya kwamba landlords wengine hiyo ndio pesa yao. Naelewa hiyo kabisa. Lakini pia tuangalie vile tunaweza saidiana kama wa Kenya. Nikauliza watu wa petroli, tafadhali, uchukuzi umepanda. Huko Machakos nimekata ile pesa watu uchukuzi wanalipa ndio wasiweze kupandisha
ati pesa ya wale abiria wanalipa. Nimekata nikasema ukuja kwa bus park nini unalipa pesa kidogo. Sasa kama uko na matatu ndio hiyo pesa irudi kwa mwananchi. Lakini petroli, nauliza petroleum companies, petroleum you make a lot of money. Tafadhali kuwa na roho, sio kila kitu pesa. Nyinyi pale ERC, nyinyi petroleum companies, kaeni chini museme munakata pesa ya petroli, wache ile profit inapatikana ipungue kwa wakati huu, hata kama ni kwa mwezi moja. Petrol irudi chini, mafuta ya taa irudi chini, mwananchi apate faraja kwa wakati huu. Nikauliza Uhuru Kenyatta, nikimalizia, tafadhali stima, watu wanakatiwa stima, tuambie watu wacha kukatia stima. Na sio tu wale tunapata bill, hata hizi tokens, kama umeweka shilingi 100 na ukiweka shilingi 100 pengine unapataga hiyo token, umeweka shilingi 100 inakupatia siku 2. Sasa tupatie double, ukiweka 100 upate siku 4 ama siku 5. Hii stima ni bure, ni hydroelectric power hapa yangu Masinga hapa Machakos. Kuna running cost, lakini we can afford hata kusema ikiwa shilingi 100 ilikuwa inakupatia siku 2, shilingi 100 ikupatia wiki moja. It is possible in our country. Thank you muno Governor. Leke tobe tukiri hani tuko tugicokereria kahinda gatakiri coho. Thitima tha icio na tigana rimwe ina goro muno makiria. Ndiramenya uria tu muno. Thank you. Ni example. No wega muno makiria tobe tukiri nyambe kumenyithie haha ni tuko tugicoka kwi Governor kahinda gatakiri coho kuria county ya Machakos turamwamukira imwe kwa imwe na njira ya mitambo ya kiriu. Maundu ma covid ni matukofirie riu ni maturehire thina no tugitovora ngai akirio muoyo no ni tuko tugikiurania na Governor tondu ni kwa hingwo ri maundu maya tuguthie na mbere na njira ino nginyari county ithano ni cia hingwo ni nginyari tugukorwo tugiikara uguo ta thirikari ihaririirie atia kana ivangite atia live. Thank you muno makiria turathi na mbere na kwarania na Governor wa county ya Machakos na tugukorwo tugikimurika kana turamurika maundu matiganite maria thirikari yake igathikite gutigirira ati Wanjiku wa Machakos ni arumbuyo na njira iria yagireire. Tugicoka kuri we Governor, ni woigo horo wigi uria muiguanire na supermarket imwe na mugakorwo mukimehereria maundu matiganite nigetha makorwo makiendi indo na bei ya raithi. Mwina umati ati bei iyo ni gukorwo kana mwina agreement teriko tondu no ukinjire nguithie na ciringi imwe na undu ucio ukorwo tari na impact ne kuri Wanjiku. Hii vile tumefanya ni kwamba wamepeana afwani kwa vitu kama chakula na vitu ambazo zinatumiwa katika matumizi ya nyumba kama masabuni ya kuoga, mswaki, dawa ya kupiga mswaki, vyakula tofauti, na wamepunguza vizuri. Kwa mfano tulifanya hesabu tukaona ya kwamba wame reduce by 17%, asilimia 17. Kumaanisha kwamba kama una shilingi 3,000 ukienda shopping utatumia only 2,500, unabakia ni 500 kwa mfuko. Na sisi hakuna kitu tumewapatia, hakuna kodi tumewakatia. Kile kitu tumefanya kama serikali ni kusema kama wholesalers, kama wewe ni wholesaler ama ni distributor na uko Machakos, tumekupunguzia ile pesa unalipa kama wholesaler. Ndio kama wholesaler umepunguziwa pesa na serikali, hata magari yako sasa tulipishi, tunamekata pesa. Wewe unapouza unauzia wale retailers, unauzia bidhaa kwa pesa ndogo. Hiyo retailers wapata kwa pesa ndogo pia wanapunguzia mwananchi. Kwa hivyo ni trickle down effect ambayo nimeifanya katika kiuchumi. Unapunguza hapa kubwa ndio inaenda chini mpaka kwa mwananchi. Thegi muno makiria Governor no ni kuri andu matari na wira, kuri andu maigati mafutitwo mawira kumana na uria uchumi ikarite tha ici, kuri andu marutaga wira mikawa-ini ni marainukire, angi matire na hinya wa kuigurira nginya irio icio na mehereirio na 17%. Andu acio na uramarora atia ta Governor? Unajua hapo ndio shida. Unajua shida ya uchumi wetu ni hiyo. Mimi nilipokuwa nikitangaza ya kwamba nitaitisha kiti niwe president of this country, nilisema ya kwamba lazima tuwe na nchi ambayo tunatenga pesa ukituitwa social welfare. Hata ile nchi tajiri kabisa ulimwenguni, Marekani, hata ukienda Canada, Australia, Uingereza, wewe kuna budget ya social welfare. Inamaanisha ya kwamba ukifutwa kazi unapewa kitu, a percentage ile mshahara ulikuwa unapata kila mwisho wa mwezi inakusaidia. Wanaita kama food stamps kwa mfano. Serikali inawapatia wale wamefuta kazi kama ni food stamp. Ni kama karatasi unaita food stamp,
ambao unaenda kwa duka, ni kama pesa unapeana, unapewa chakula kama umeingia kwa hiyo orodha. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tunataka kubadilisha hali yetu ya maisha. Serikali yetu ya Kenya imefanya mambo mengi mazuri, lakini the reality ni kwamba hatujafikia mahali ya uongozi na system ambayo kweli inaweza mjali maskini ule wa chini, ama kumjali mtu ambaye mambo yameharibika akaanguka chini. You must always create what is called a safety net for our people. Kenyans wa Kenya ni watu ambao wanachapa kazi. Sisi si wavivu, lakini tunachapa kazi na pesa inaibiwa kwa ufisadi. Umesikia President Uhuru Kenyatta rafiki yangu akisema ya kwamba tunapoteza 2 billion shillings. Na nimesema hapo mara nyingi, Uhuru Kenyatta namsikilia huruma kwa sababu kimkulacho kingoni mwake. Yeye aliingia kwa gari, anaendesha gari, na yule conductor pale nyuma anayepaswa ku collect pesa na kuweka watu anakula hiyo pesa. Akifika pale stage anakuta gari haina mafuta, akiuliza pesa anapewa nusu imewekwa kwa mfuko. Kwa hivyo kile kinamkula ni wale walio nao. Kwa hivyo nchi yetu ya Kenya si ati hatuna pesa katika nchi yetu ya Kenya, tumekosa kuwa na system ambayo inaweza peleka Kenya mbele, kwa sababu tumejali ukabila, wewe ni wito, wewe aria, haya mtu mwingine siasa. Unajua, let me tell you one thing. Mimi ni Mkristo. Mimi nimelelewa na shida. Mimi nasema na muamini na Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi nampenda Mwenyezi Mungu. Wakati nilienda kule Marekani, niliona makanisa. Lakini si kuona kanisa kule Marekani ikifanya harambee ya kujenga kanisa. Ama kanisa ya kujenga kitu kwa kanisa. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo kanisa ilikuwa kwa neighborhood ambao kila mtu kwa hiyo neighborhood alikuwa na gari. Kila mtu kwa hiyo neighborhood alikuwa na pesa. Akitoa fungu la 10 kwa kanisa, imetosheleza kujenga hekalu ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tuko na makanisa makubwa yamezingirwa na nyumba za maskini. Unakuta kanisa lazima tukue na harambee. Na watu wa siasa badala ya kutujengea uchumi, kila mtu awe na gari, kila kijana akitoka awe na kazi yake, aweze kumtetea mama yake, aweze kuwa sawa, atoe fungu la 10 mchungaji apate pesa ya kutosha, hao wanaperpetuate poverty. Wanasukuma tu maharambee ya kanisa ndio apatikane, aonekane ati ni mtu mzuri. You know, that is working backwards. Mimi nataka urais wa kwamba serikali yangu itafanya kama kule Australia. Serikali inaweka percentage ya pesa ambayo itaenda to social groupings, especially religious centers. Sasa religious centers wanaandika kwa serikali, wanasema tunataka kujenga extension ya shule, tunataka kujenga hospitali. Serikali funds that project as a social community project. So that makanisa si lazima yawe na harambee. Umenipata ndugu yangu? Kabisa. So we must change the system, and that system must change with the right type of leadership. Kiongozi ambaye kweli atatupeleka mahali, si mambo ukabila. Unamchagua mtu kwa sababu huyo amekuja kwa kanisa, huyo amekuwa hapo, lakini je, yeye ataweza hii kazi? Ama 20 years from now, miaka 20 tutakuwa tunaongea tu juu ya shida ambazo tuko nazo. Hata Mwenyezi Mungu anashangaa. Ametubariki. Lakini bado tuko hapo. Lu adwa ku ale matena ila magwe kati ya gavana. Watu wangu walio na shida, mimi najaribu kufanya mikakati iliyopo. Naongea na kampuni tofauti. Tunajua Machakos tuko na EPZ, tuna watu tofauti. Najaribu kuangalia how we can be able to cushion. Niko na mkutano leo na watu wangu, tuangalie how especially the tourism industry. Unajua mimi tuko na mahoteli, tuko na vitu vingine. Tunataka pia hao kuwe cushioned in a way, iwe watu hata wakiachishwa kazi kuna promise ya kwamba wataweza kurudi kazini hivi karibuni. Okay. Thegio hedeli arauga ati mutongoria wa bururi andu aria ararutithania nao wira ni meitu urageria kwari uhoro wao mundu urenda gukorwo akira kumenya gavana naria uhoro wao. Wewe unajua ya kwamba ninajua, unajua ni nani na ni nani na nani. Aya, thegio kuri na Kenya ginya riu marona thirikari tari kumahinyiriria ona angine mateanirio horo wigie kwirigiriria COVID na njira gwikira mask weoga moko andu cio ngimera atia. Nakwambia kwamba hii si mchezo. Jana nimeongea na nurse fulani wa one of the private hospitals.
nikamuuliza mambo namna gani, akaniambia it has been a very bad day. Nikamuuliza why, akasema watu wamekufa mbele yake wakingojea an ICU bed. Mtu unajua huyu nikimweka kwa ventilator hata kufa, lakini ventilator zote zimejaa, oxygen area zote zimejaa, watu wanakufa kwa ward na anahitaji ICU, lakini ICU zimejaa na iko waiting list. Kwa hivyo tujue kwamba huu ugonjwa ni umemutate, umebadilika kidogo, sio ule wa first na second wave. Na njia ya kumaliza hii, ukiangalia nchi kama Australia hawavai mask siku hizi, wali flatten the curve. Kwa nini? Wakati waliuliza watu wavai mask, kila mtu akavaa mask 1 month straight. Wakati walisema lockdown, hata askari walikuwa lockdown. Unajua nchi ambayo ni tifu unakaa ndani. Wakati walisema baa zifungwe, baa zikafungwa. Si ati unafunga mbele na huko nyuma watu bado wanajivinjari huko nyuma. Kwa hivyo lazima sisi wananchi tujue kwamba ndio tuweze kuendelea na maisha yetu, we just obey the government. Tukubali vile serikali inatuambia mwezi mmoja umetosha kuflatten the curve Kenya, turudi kwa maisha yetu. Mambo ya mask tutupe, mambo ya hii ingine tutupe, tuishi maisha mazuri. Lakini mambo apata potea, tutaendelea vivyo hivyo kwa muda mrefu ndugu yangu. Thank you governor. Ona utuika kuri andu maroiga thirikari na atongoria kiuteti ta inyue ni nyumurehereire bururi mathina maya mothe ni tondu wa micemani ya kiuteti iria mukoretwo mugitabania mutekumaka. Niguo unajua nilifanya survey nikakuta kwamba wale ambao wako ICU tuko na percentage kubwa sana ya waheshimiwa sasa wana fight for their lives in ICU kwa sababu ya mikutano ya siasa. Mimi nilizunguka, nilienda Nyeri, nilienda huko Mount Kenya, nikazunguka, nikaenda Laikipia, nilikuwa Nyahururu, alafu nilikuwa nimezunguka upande wa Pwani, huko ni ile listening tours kwa sikiza wananchi katika kampeni zangu za kuomba kiti. Nilipoona COVID imeanza kupanda, mimi nikasema ninasimamisha mikutano yangu. Sitaki mkutano wangu uwe ni mmoja wa kufanya wananchi wapate wagonjwa wa COVID. Lakini tumeona wengine, hata unaona mheshimiwa yuko kwa mkutano, yeye mwenyewe havai mask, anasalimiana na watu na mkono, ana hug watu, hajavaa mask. Wananchi wanaona, wanasema haya, huyu mdosi kama haogopi hii kitu hakuna, kwa hivyo watu wanaachana nayo. Unajua lazima we lead by example. Na nasema kwamba sisi viongozi wa siasa ndio tumeongoza vibaya na wananchi wakakopi sisi, ndio tumeingia kwa hii shida ambayo tuko nayo hivi sasa. Haya, thank you. Tuhekiuga gukia mwico gitwiraga urona ta twerekeire ku ta bururi. Nitwambia kuhinga, nitwacoka lockdown ligi. Twerekeire ku uchumi wa bururi uyu werekeire ku? Tusikufe roho. Najua mambo sasa ni magumu, lakini mimi najua ya kwamba Mungu anatupenda na tuna viongozi ambao sisi tunajali maslahi ya wananchi. Jambo la kufanya ni hili, tusaidiane. Wewe usikae kwa nyumba yako uko sawa na jirani yako pale anafukuzwa na yuko na watoto wanalala nje kwa sababu hajalipa rent. Tusaidiane. Tuungane sisi vikundi, tuulizane ni nani tutamsaidia, ni nani amelala njaa. Hata viongozi wa makanisa yamefungwa, hiyo pastor atakula nini? Unaona, tumtumie ile sadaka hata kama kanisa imefungwa kwa wakati huu, tumsaidie wakati huu. Kwa hivyo tusaidiane, tusikubali jirani alale njaa. Gawa ile kidogo uko nayo, share the little you have with your neighbor. Hii kitu imekuja lakini pia itapita. Mwenyezi Mungu anatupenda. Lakini pia tujue ya kwamba tuwe ni nchi yenye pesa. Kule Singapore kwa mfano, watu ambao wameishwa kazi kila mtu alikuwa anapewa shilingi 100,000. Marekani unapewa 100,000 unemployment benefit. 100,000 shillings. Huko kazini unapewa pesa ukitafuta kazi. Kwa sababu wamejenga uchumi wao. Tujenge uchumi wetu. Na uchumi wetu unataka kiongozi ambaye kweli anaelewa. Na mimi si ati kujipigia debe peke yake, lakini kusema ukweli, nimeishi ngambo. Nimezaliwa hapa na shida nyingi, lakini nimeishi Marekani, Australia, nimeishi Dubai, nimeona mikakati. Nilifanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta, ya Mwai Kibaki. Mwai Kibaki akanifunza economics, vile ya kupeleka nchi mbele. Nimefanya kama gavana, nimeelewa vile county governments zafanywa. Mimi ni kiongozi kijana ambaye naelewa mahali Kenya inapaswa kwenda. Kutoa hii bureaucracy, kutengeneza kazi milioni 5 na miaka 3, kujenga barabara za lami kila mahali, kuinua uchumi. Hii mambo ingine yote tutatengeneza baadaye, lakini kwanza tuinue uchumi. Ukiinua uchumi,
Kenya itasonga mbele, kila mtu, mama, baba awe na pesa kwa mfuko. Aha. Thank you muno makiria governor. No ugitwire uratangikira atia andu aria mararuta wira kana aria mararia Makueni na ni marutaga wira Machakos ni kwahingwo. Kwina mutaratara ringi muragia naguo na andu tacio nigetha magitigatige wira ni undu wa kuhingiririo. Hii ni kama wale wanafanya kazi Murang'a lakini wanaishi Kiambu. Unajua lockdown ni lockdown. Ukianza ku exempt kidogo inaleta shida. Lakini kama ni health workers, essential workers, hao wanakubaliwa kupita. Lazima hata sisi tuumie kidogo, tuko wiki 3 mwezi moja ndio hii ugonjwa isitoke hii Nairobi area imeitwa Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu area iende kwa Kenya ingine, alafu shida ziendee huko. Kwa sababu 75%, asilimia 75 iko katika eneo hili. Lazima tuwachunge watu hao wengine pia. Thank you muno governor, ni tondu wa mahinda maku. Next time nitugakorwo tukiaria ciĩgiĩ ũteti, umuthi tutikwaria muno ciĩgiĩ ũteti. Niguo leo acha tuongee kuhusu COVID, lakini mimi naambia watu wangu, Njitagwa Alfred Ngabana Mutua, wenu, naomba unishike mkono mimi nikiomba kura kusema huyu kijana anaweza kubadilisha maisha yangu na ya ndugu yangu na ya dada yangu na ya mama yangu na mtoto wangu, na kuomba kura yako, na tuwe na amani na tuunganishe Kenya, lakini tujue ya kwamba tumweke Mungu mbele. Thank you muno makiria governor wa county ya Machakos Ndagitari Alfred Mutua uria no mutongoria wa kia maendeleo chap na wakiigwa ni ambia na njira ya gukorwo akihereria andu ake magoti matiganite nigetha atigirire ati andu ko matina githinika muno makiria kumana na maruru ma COVID-19. Ni kambuni iria hurani hari kwenja mai ma borehole guku Kenya na East Africa. Na riu uhoro mwega ni ati mari na mubango mwega muno wa